I think if you're looking at the global network of biosphere reserves, both marine and terrestrial, we're looking at 759 sites designated across the globe. Only around 90 are from Africa. Yet, Africa is such a huge continent that we should be talking of how can we increase the coverage of biosphere reserves in Africa. And not just the coverage, how can we also focus on biosphere reserves that are islands and coastal in nature. But another objective is to demonstrate the role of coastal and island biosphere reserves in ocean literacy and UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Just by a show of hands, how many people are aware of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development? Just by a show of hands. Just a week ago, UNESCO's Director General, Audrey Azoulay, visited this archipelago and announced a strengthened partnership for the protection of its heritage and environment. It is encouraging to see that this partnership is already yielding results, with this workshop being a prime example. The United Republic of Tanzania is committed to collaborating with UNESCO on various fronts to realize its ultimate vision, in line with its profound message. Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. Kikubwa ya kwamba ni kushukuru kwa serikali ya Tanzania kuturuhusu ili tukaweze kuweka kikao hichi ama mafunzo haya hapa. Mafunzo haya kwanza ni yanaleta managers wa biosphere reserve mbalimbali kutoka Afrika ili tukaweze kuwafunza wakaweze kuwa wakufunzi wa kuchangia elimu ya bahari. Bahari ni moja na bahari inatusaidia sana kama Afrika. Kwa hiyo bahari pia ina ecosystems mbalimbali. Kuna mikoko, kuna seagrass, kuna seaweed ambayo hapa Zanzibar wanafanya ukulima sana. Kwa hiyo kuna yale maeneo ambayo yametengwa ya bahari ambayo yanaitwa marine protected areas, where yanasaidia kukuza biodiversity ya kama samaki, hizo seagrasses mbalimbali, biodiversity tofauti tofauti. Kwa hiyo tumewaleta hawa wakuu wa hizi biosphere reserves kutoka bara la Afrika ili waweze kuungana na kuelewa umuhimu wa kufanya pamoja, kwa sababu bahari si eneo limoja, inahusiana nchi tofauti tofauti, na kile tunakifanya hapa kinadhuru bara Hindi, kinazuru bahari ya Atlantic. Kwa hiyo umuhimu wetu ni kuwaleta hawa wakuu ambao wataendelea pia kuchangia hii elimu ya bahari katika nchi zao watakaporudi. Huu mkusanyiko au hii semina ni mafunzo ya jinsi gani maeneo haya tofauti katika Afrika yatapoweza kufanya kazi kwa pamoja, kujifunza kutokana na experience ya wenzao, na vile vile kuitumia kama ni sehemu ya kuweza kutoa ufahamu wa jinsi gani tutaweza kulinda maeneo yetu ya bahari, lakini maeneo yetu ya pwani na maeneo yetu ambayo yako karibu na pwani. Tija kubwa ambayo tunaitegemea kwanza ni kwamba sisi tutaweza kufanya kazi na wenzetu kwa karibu zaidi. Masuala ya bahari kama tunavyofahamu, bahari ni eneo ambalo haliko kipekee, ni eneo ambalo linahusisha nchi tofauti tofauti. Tukitizama bahari ya Hindi, kuna nchi nyingi tu ambazo zimezunguka bahari ya Hindi, lakini vile vile bahari ya Hindi ikifika South Africa, ikiendelea mbele huko inakutana na bahari ya Atlantic. Kwa hivyo jinsi gani sisi kama watunza rasilimali katika bara hili la Afrika tunaweza tukafanya kazi pamoja, ndio moja ya faida ambazo zinaweza zikapatikana kutokana na
mafunzo haya, lakini vile vile sehemu nyingine ya mafunzo ni jinsi gani wananchi wetu katika nchi zetu tofauti wataweza kunufaika na uchumi ambao unapatikana na uhifadhi huu ambao tunaofanya.